Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa wa mtazamaji wa JM Gospel Online TV, ninatumaini ni mzima tena na Mungu amekupa siku nyingine ambayo ni ya furaha tena na utulivu. Basi siku ya leo napenda kukukaribisha ili tuweze kuendelea na mfululizo wetu wa masomo ambao tunajifunza. Na nina uhakika basi hatutatoka kama tulivyoanza kusikiliza au kutazama. Nina uhakika lazima kuna kitu tutapokea. Basi leo nina ujumbe mdogo kwa ajili yako na nina uhakika basi utakusaidia. Lakini nipende kuendelea kuwashukuru watu wanaotazama, wanao like, kucomment, kushare na kusubscribe. Nina uhakika basi kwa kufanya hivyo Mungu ataendelea kuwa na sisi na kukuza huduma hii ili ikawe inawasaidia watu wengi. Bwana asifiwe. Basi nikutakie usikilizaji mzuri na utazamaji mzuri. Mungu awe pamoja nasi. Lakini kabla ya mambo yote tutaenda kumshukuru Mungu wetu kwa kutupa nafasi, lakini kumwalika Roho Mtakatifu awe mahali hapa kupitia jina la Yesu Kristo ili tukajifunze na kuelewa maandiko. Baba Mungu, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako tukimwalika Roho Mtakatifu akafungue fahamu zetu ili niweze kufundisha na mtazamaji wangu aweze kulielewa neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi tunapoenda kujifunza mfululizo huu na uhakika utapokea kitu. Basi leo nilikuwa nataka tujifunze somo kwa kifupi linalohusiana na amani. Unajua kwenye maisha yetu haya tunayoishi, kila mmoja anahitaji amani ya moyo. Anahitaji utulivu. Bwana asifiwe. Hata Biblia inasema nguvu zetu zitapatikana katika kutulia. Sasa amani tusipokuwa nayo ya mioyo yetu, basi inaweza ikatusababisha tukakosa utulivu kwenye maisha yetu na matokeo yake ikawa ni kuvurugikiwa. Sasa ni lazima tuhakikishe sisi kama wafuasi wa Kristo tunahakikisha kwamba yale mambo ambayo yanatunyima amani, yale mambo ambayo yanaweza yakavuruga utulivu wetu tunayakwepa. Na tunawezaje basi tukaweza ya mambo yote? Ni kupitia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio linatuwezesha kutembea kama vile Mungu anavyotaka, lakini linatuwezesha kuishi hapa duniani kwa furaha, kwa sababu huu ni mwongozo kamili ambao Mungu aliuachilia hapa duniani ili kila mmoja aweze kuishi kwa furaha na amani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo amani ni chanzo muhimu sana kwenye maisha yetu ambacho kinaweza kikatusaidia sisi tukawa katika hali ya utulivu. Bwana asifiwe. Kusoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Yohana 10:27 anasema, amani yangu nawachieni, amani yangu nawapa, siwapi kama vile ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na hofu. Unaona? Kwa hiyo Biblia inasema yeye Mungu anayo amani. Bwana asifiwe. Na amani yake anayoitoa haitoi kama ulimwengu ambao unatoa. Mungu atusaidie. Sasa ni vema wewe kama Mkristo ukatambua kwamba amani Mungu ambayo anaitoa haifanani na jinsi ulimwengu unatoa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sasa hii itakusaidia sana kutokujifananisha na watu ambao si wafuasi wa Kristo. Mungu atusaidie. Kama Biblia sehemu nyingine inasema na tusifuatishe namna ya dunia hii, kwa sababu amani ambayo inatolewa na adui au shetani kwenye maisha ya mtu haiwezi kuwa yenye furaha. Mungu atusaidie. Ile amani inakuwa ya kwake, si kama ile Mungu ambayo anatoa. Ndio maana unaweza ukafikiri, watu wanafikiri ukiwa na fedha, ukiwa na vitu unaweza ukawa na amani, lakini hapana. Kuna watu wana vitu, kuna watu wana fedha, hawapungukiwi chochote, lakini hawana ile amani ya moyo. Kwa sababu Mungu anasema kwenye neno lake baraka za Mungu
hazichanganyikani na majuto. Mungu asifiwe. Kwa hiyo kuna amani ambayo inaweza ikatolewa na ulimwengu, lakini matokeo yake yakawa si yenye kukupa utulivu. Mungu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema kwenye kitabu cha Yohana 14:27 anasema amani yake anapotoa si kama ulimwengu unavyotoa. Kwa hiyo lazima tujue, watu wengi wanafikiri amani ni kuwa na vitu vingi. Amani ni utoshelevu. Hiyo tu inaweza ikawa ni sehemu ya amani. Mungu asifiwe. Na ukitaka kujua amani si vitu, mtafute mtu mwenye vitu halafu awe ana jambo linamsumbua, ndio utagundua vitu haviwezi kumpa mtu amani. Ndio maana kwenye Biblia pia Ayubu sehemu nyingine anasema, usoma kile kitabu cha Ayubu, Mungu anazungumza pale, anasema mtu anaweza akaachia mali zake kwa ajili ya kuwa na amani au kwa ajili ya kuwa na afya. Kwa hiyo inawezekana afya ni bora kuliko hata vitu. Mungu amsaidie. Kwa hiyo kuna vitu vinaweza vikawa bora kuliko vitu ambavyo unafikiri ukivipata vinaweza vikakupa amani. Kwa hiyo Mungu anasema anatupa amani ambayo ulimwengu hauwezi ukaitoa, amani ambayo haina hofu, haina mashaka, haina kuogopa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Yale mambo yanayotuzunguka, yanayotutishia, Mungu atusaidie. Tunapokuwa na Kristo na anatupa ile amani yake, basi hatuwezi kuwa na hofu. Mungu atusaidie. Kwa hiyo pointi ya kwanza ni amani ya kweli inatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini ukisoma kile kitabu cha Wafilipi 4:6-7 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawalinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe Mungu anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba. Bwana asifiwe. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana asifiwe. Hapo anasema amani ya Kristo itawafunika mioyo yenu na nia zenu. Bwana asifiwe. Kwamba yale ambayo tulikuwa tunayatarajia, yale ambayo tulikuwa tunapenda yatokee, yale ambayo tulikuwa tunapenda tuyapate, Mungu atusaidie. Biblia inatushauri Mungu ayafahamu, kwa sababu akiyafahamu tunatua mzigo. Mungu atusaidie. Tunakuwa kama watoto vile ambao wanategemea wazazi wao. Hawajui watakulaje, hawajui watavaaje, watasomaje, watalalaje. Wanakutegemea wewe katika kila jambo. Mungu atusaidie. Sasa na sisi tunapotua ile mizigo iliyoko ndani yetu, inatusaidia kupata pumziko la moyo, kwa sababu tunajua yuko ambaye anatuwezesha, kama ambao wanasema kwenye neno lake, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana asifiwe. Kwamba kumbe mimi sipaswi kubeba mzigo wote. Anayepaswa kubeba mzigo ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo zile haja za mioyo yetu, zile shauku zetu, yale matamanio yetu ambayo yanaendana na neno la Mungu, yanaendana na utaratibu wa kimungu, Mungu atusaidie zijulikane na Bwana, alafu na yeye atatupa. Bwana asifiwe. Lakini pointi ya pili anasema amani inahusiana na kuwa na imani. Amani inahusiana na kuwa na imani. Huwezi kuwa na amani kama huna imani. Usoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Warumi 10:17 anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo ili uwe na amani na utulivu, lazima pia ukisali, ukaomba, ukaishi maisha matakatifu, hakikisha unasoma neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndilo linakufanya unajisikia kuwa na amani.
linakupa mwongozo wa kuwa na amani, jinsi ya kupata ulinzi, jinsi ya kupata uponyaji, jinsi ya kupata mafanikio, jinsi ya kuishi na watu wengine, jinsi ya kupata utulivu. Unapokuwa na neno la Mungu ndani yako, hakuna ambacho kinaweza kukusumbua, kwa sababu hata unaangalia Yesu Kristo wakati shetani anataka kumjaribu, alikuwa akimjibu kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linapojaa ndani yako, kama Biblia inasema, na neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yenu. Bwana sifiwe. Unapokutana na changamoto, lile neno lililojaa ndani yako, Roho Mtakatifu anachokifanya ni kukukumbusha kwamba hata hapa utapita, kwa sababu neno la Mungu linasema hivi na hivi. Bwana sifiwe. Kwa hiyo ndani yako utakuwa na amani. Bwana sifiwe. Kwa hiyo amani yetu pia inahusiana na kulisikia neno la Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia chanzo chake ni neno la Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunapolisikia neno la Mungu, imani yetu inajengeka, amani yetu inaongezeka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima tujue kwamba amani inahusiana na kuwa na imani. Tunapomwamini Kristo, tunapoamini maneno yake, tunapoamini yale anayosema, tunapoyaishi na kuyafuata, lazima maisha yetu yawe na mabadiliko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo amani inahusiana, pointi ya pili, na imani. Bwana asifiwe. Lakini ukisoma kile kitabu cha Isaya 26:3, nasema utamlinda yeye aliye na moyo thabiti katika amani kamilifu, kwa kuwa ana kutumainia wewe. Bwana asifiwe. Mungu anasema tunapomtumainia yeye, tunapofuata neno lake, yule mwenye imani thabiti atalindwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu amemtumainia Mungu, amefuata vile Mungu anataka. Kwa hiyo Mungu ataendelea kutulinda na kutupa ile amani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kile kitabu cha Mathayo, tukijazia hapo, anasema Mathayo 11:28 mpaka 28. Mathayo 11:28 mpaka 29, ukipenda utaendelea kusoma huko. Anasema, njooni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapa raha nafsini mwenu. Bwana asifiwe. Au kwa maana nyingine anasema, njooni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, alafu nitawapa raha ndani ya nafsi. Bwana asifiwe. Kwamba kumbe kwa Yesu Kristo mizigo yote inayotunyima amani tunaipeleka kwake, tunaiacha huko, alafu sisi tunatembea huko. Tuna madeni, tuna huzuni, tuna nini ambacho kitu chochote ambacho wewe unakijua kinakusumbua, unamkabidhi Kristo, alafu unatembea wewe kama wewe ukiwa na furaha, kwa sababu tayari unaye Baba ambaye umemkabidhi yale ambayo yanakusumbua, na yeye nina uhakika atakusaidia, na baada ya muda utajisikia una amani na utulivu kwa viwango visivyo vya kawaida. Lakini pia amani inapatikana kwa kusamehe na kuishi kwa upendo. Bwana asifiwe. Kolosai 3:15 anasema, amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Bwana asifiwe. Amani ya Kristo itawale ndani ya moyo. Usibebe mzigo. Hakikisha kama kuna mtu alikukosea, kuna mtu alikuudhi, achana naye. Samehe. Huu mwaka unaoanza, hakikisha unatembea ukiwa umeachilia, kwa sababu wanasema kusamehe tu si kwa sababu ya yule aliyekukosea, ni kwa sababu yako wewe binafsi. Moyo wako unakuwa na furaha, moyo wako unakuwa na utulivu, unaachilia kwa sababu yuko ambaye analipa. Hata kama mtu alikukosea kwa viwango visivyo vya kawaida, msamehe, achilia. Hata kama hakukutendea kama ulivyokuwa unataka,
achilia, samehe, endelea mbele. Na nina uhakika siku moja utashuhudia matendo ya Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu hakuna mtu alimuumiza mtu mwingine yeye hakupata majibu yake. Kwa hiyo kila lililotendwa hapa duniani mtu atapata majibu yake. Kwa hiyo wewe kuwa na amani, kwa sababu Biblia inasema misingi ya Mungu, misingi ya kiti chake ni haki na amani. Anasema misingi ya kiti chake ni haki na hukumu. Bwana asifiwe. Ye Mungu wetu ana hukumu kwa haki. Mtu akiwa amekukosea, amekuhuzunisha, hakikisha unamkabidhi Bwana ule mzigo, usitembee nao, ili wewe uwe na furaha na amani. Na na hakika utaishi kwa furaha sana. Bwana asifiwe. Tukisoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Warumi 12:18 anasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu. Bwana anasema yamkini kwa upande wenu mkae na amani na watu. Tusibebe mzigo. Wale hata kama tuliowakosea, kama umesikia neno la Mungu, nenda kaombe msamaha. Biblia inasema itafuteni amani na watu wote kwa bidii. Bwana asifiwe. Hakikisha unatafuta amani na mtakatifu. Bwana asifiwe. Ishi na watu wengine kwa amani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii itakusaidia sana wewe kama Mkristo. Bwana utulivu. Samehe, usibebe mzigo. Tembea kifua mbele ukiamini kwamba yuko ambaye anatulinda na kututetea. Yuko ambaye anatutetea na kutuwezesha. Yuko ambaye hajaza mioyo yetu na yanayotusumbua tunamkabidhi yeye ili tuishi kwa utulivu na amani. Basi mimi kwa kifupi sana nimekupa neno hili na uhakika litakutoa kwa moyo kwenda nyingine na utauona. Basi nitaenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye wewe una amani. Mungu akupe amani, akufungue kwa amani yake, ili upate utulivu. Na nina uhakika kwa kufanya hivyo basi utayaona matunda makubwa sana kwenye maisha yako na Mungu atakuwezesha. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu.